Baba, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Baba, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunalitukuza jina lako na kulinua, mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya wingi wa rehema zako. Asante kwa ajili ya juma hili la Abigaili, Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya kutupa nafasi nyingine tena, kwa ajili ya kuja kukuabudu na kulitukuza jina lako. Hakika wewe ni Mungu, hakuna aliye kama wewe. Jina lako ni kuu sana, Bwana. Jina lako ni kuu sana, Bwana. Wewe ni Mungu wa majira na nyakati. Wewe ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu, na utabaki kuitwa kuwa Mungu. Tunaliazimisha jina lako, tunalitukuza jina lako. Mandarapa shakatara masayakata makatarabo sheketeri masayakata makatarabo sheketeri masayakata mandara masayakata rabo sheketeri masayakata mandarabo seketeri mashantara masayakata. Katika jina la Yesu, Mungu wetu uliye hai, asante Roho Mtakatifu, mwalimu mwema. Asante Roho Mtakatifu, kiongozi wetu. Tuko mbele zako, Bwana. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Sema na mioyo yetu, Mungu. Katika jina la Yesu tunaomba kuamini, amen. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Amen. Tunamshukuru tena Bwana Yesu kwa ajili ya kutupa neema na kibali chake siku ya leo, kwa ajili ya mwaka mwingine tena wa Abigaili. Abigaili inamaanisha ni wanawake wa kanisa, mji wa Bwana. Lakini sisi tulipewa neno la Abigaili kutokana na hekima ya Abigaili iliyokuwepo kwa yule mke wa Daudi aliyekuwa anaitwa Abigaili. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mama yetu mchungaji Sesi, kwa ajili ya maombi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya walinzi wa madhabahu, kwa ajili ya kutuombea. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Taomba mzee Tito jiandae kunisomea neno nikifungua hapa. Neno letu, neno kuu la mwaka huu 2022 kwa ajili ya Abigaili, mji wa Bwana, linatoka kwenye kitabu cha Timotheo 2 mstari wa 20, tuanzie hapo mpaka 21. Kwa majina anaitwa Priska Mshigwa, ni mtendakazi mji wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni. Timotheo wa 2 mstari wa 20 mpaka 21. Timotheo wa 2 mstari wa 2 sura ya 20 mpaka 21. Amen. Umepata? Neno la Mungu linasema, lakini katika msingi, tuanzie 20. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Mstari wa 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu linasema kwamba katika nyumba ya Bwana kwamba kuna vyombo vya heshima na vingine havina heshima. Vingine ni vya dhahabu na vingine ni vya fedha, na vingine ni vya mti na vingine ni vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Tukisimama katika ile neno kuu kwenye ile 20, anasema kwamba pale kuna neno linasema kwamba mtu akijitakasa. Ikiwa mtu amejitakasa na kwa kujitenga na hao, maana yake anazungumzia watu tulioko ndani ya kanisa.
Bwana Yesu apewe sifa. Atakuwa chombo cha kupata heshima. Mungu ameweka kanuni yake ya kwamba ikiwa mtu hatajitenga, atajitakasa na kujitenga na hao, ina maana hiyo inakuwa ni uamuzi wa mtu binafsi. Kama tulivyokuwa tumeokoka na kumkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kuna hatua ya maisha yetu ya kiroho ambayo tunatakiwa kuendelea kutembea katika hiyo. Kuokoka ni jambo la mtu binafsi, kuamua kutembea na Mungu ni jambo la mtu binafsi. Kwa ulazima huo sasa, inamaanisha inabidi mtu afanye shauri la kwake mwenyewe, yani kuchukua maamuzi ya kwako binafsi, ya kuamua kwanza kuziandama njia za nani? Za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Maamuzi binafsi kutoka ndani ya moyo wa mtu. Biblia inasema utakapojitenga. Kujitenga, kuna vitu lazima ukubali kujikana wewe mwenyewe. Sehemu nyingine Biblia inasema atakayekubali kumfuata Kristo ajikane nafsi yake na ubebe msalaba wake na kuweza kumfuata Kristo Yesu. Kwa hiyo ina maana kwamba hapa kuna hali ya Mkristo kwamba umeokoka, uko ndani ya kanisa, kuna mchakato ule wa kukulia wokovu, kuacha yale mambo ya kule uliokuwa unayafanya na kuamua kuziandama njia za Yesu Kristo yeye mwenyewe. Binafsi unaweza kujichunguza ndani ya moyo wako kwamba kabla ya kuokoka na sasa nimeokoka. Biblia inasema wana wa nuru ni za hili na wana wa giza ni za hili. Sisi tumezaliwa na Kristo yeye mwenyewe. Yeye anatupa agizo la kuweza kujitenga. Kujitenga na ulevi, kujitenga na roho za unafiki, kujitenga na kila tabia zisipompa nani? Mungu utukufu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Ukifungua kwenye Galatia 5, kuna sehemu moja ametaja yale matunda ya Roho. Pale tunaona kuna upendo, kuna uvumilivu, kuna utu wema na vitu vingine. Lakini sasa unapokuwa umeokoka unatakiwa kutembea ndani ya matunda ya Roho Mtakatifu. Anasema kwamba utakapofanya hivyo, maana yake kwamba ndipo utakapompendeza Bwana na yeye mwenyewe atakufanya kuwa chombo cha heshima. Kwa sio kama wewe unavyotaka, ni Mungu mwenyewe anavyotaka. Maana yake hicho kipimo anacho Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ukiamua kuziandama njia za Bwana kwa gharama yoyote ile, kuishi kwa namna inayompa Mungu utukufu kwa maisha yetu ya kiroho na ya kimwili. Unapokuwa umeamua kuziandama njia za Bwana, sio kiroho tu, yani yale matendo ya Mungu ndani yetu yanatakiwa kudhihirisha katika ulimwengu wa damu na nyama. Kuna wakati mtu unaweza ukaa uko mahali na hujamshuhudia mtu kwamba umeokoka, lakini mtu anakuambia wewe fulani umeokoka. Kwa nini yule mtu amesema kwamba fulani umeokoka? Manake ndani yako ameona kitu cha tofauti na wale watu wengine wa kidunia. Sisi ambao tumeokoka tunaweza kwenda kwa imani, lakini wale wenzetu wanaenda kwa kutazama matendo yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Wanatazama matendo yetu sisi. Kwa hiyo ina maana kwamba maisha yetu ni barua inayosomwa na kila mtu. Na hapo mtu unatakiwa kujikana wewe mwenyewe nafsi yako na kuamua kubeba msalaba. Utakapokuwa umejitenga, Biblia inasema kwamba ndipo utakapokuwa chombo cha heshima kilichosafishwa kimfaacho Bwana. Umejitenga, umesafishwa. Hautembei tena na ule utu wa kale. Wewe ni kiumbe cha Kristo ndani yako. Ulikuwa una tabia zinazompa shetani utukufu, sasa unabeba zile tabia zinazompa Mungu utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Tusome katika Tito 2 mstari wa 7. Praise umepata? Tito 2 mstari wa 7. Tito 2 mstari wa 7. Katika mambo yote ukijionyesha mwenyewe cha matendo. Endelea. Tito 2 mstari wa 7. Katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema
na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu. Ishi hapo hapo. Anasema katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu. Bwana Yesu asifiwe. Kielelezo. Maisha yetu ni kielelezo kwa watu wasiomjua nani? Kristo. Uwezi ukawa unang'ang'ana kumwomba Mungu hakupe heshima, akufanye chombo chake, anu vyovyote utakavyokuwa umeomba, bila wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha tabia za Mungu. Kwa maisha yetu ya kiroho yanapaswa kuwa kielelezo mahali popote tutakapo kuwepo, ili Kristo Yesu asitukanwe katika maisha yetu ya uokovu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu yasiweze kufanyeje? Kutukanwa. Nakumbuka kuna siku kabla sijaokoka, kuna dada alikuwa ananishuhudiaga habari za uokovu. Alikuwa akinishuhudia, sitaki kuamini kama ameokoka. Kwa sababu gani? Yaani matendo yake yalikuwa yanivutii kabisa. Kwa sababu alikuwa anavaa kama mimi ambavyo kipindi kile nilikuwa ninavaa. Mwisho wa siku nilikuwa nikimhoji maswali yule dada, wewe unaniambia umeokoka, mbona hiki na hiki ambacho wanafanya watu wasiomjua Mungu wewe ndio unachokifanya? Jibu alonipatia ni kwamba usifate matendo yangu, angalia ninacho kuambia. Kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu mimi sijaokoka, yeye ameokoka, ananishuhudia habari za wokovu. Mimi pale nataka nione matunda yanayotokana na nani? Na Kristo. Yaani anatakiwa kunivuta kutokana na matendo yake, nione tofauti kwamba huyu ni nuru, mimi bado niko kwenye nini? Kwenye giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa matendo yake ilikuwa ni ngumu sana yule dada kuweza kunishuhudia mimi kwa habari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akawa hanivutii maisha yake, kila akinishuhudia mimi kwa kweli ndani yangu ulikuwa kuna goma, kwa sababu matendo yake yalikuwa hanivutii. Bosi wangu mmoja akaanza kunishuhudia habari za wokovu, lakini matendo yake akawa hanivutii. Lakini nilipopata neema ya Kristo na kuingia ndani ya kanisa kuokoka, nikagundua wale watu hawakuwa sahihi. Kwa ina maana matendo yetu na tabia zetu zinaweza kuwafungia watu wengine milango ya kuweza kumjua nani? Kumjua Kristo. Kwa kwenye maisha unatakiwa kuchagua. Kama umeamua kuokoka, amua kutembea na Mungu. Kama umeamua kuwa gizani, amua kuwa gizani. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani mtu umeokoka uko ndani ya kanisa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano, tabia zako hazichukuliani na huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni mtoto mwenyewe wa kimwili umemzaa, unapokuwa umemzaa yule mtoto unategemea kadiri anavyokuwa uanze kuona nini? Mabadiliko. Ndio maana tunachukua watoto kila mwezi tunawapeleka kliniki. Kwa hiyo ina maana kama mtoto anakuwa afu uzito wake unakuwa chini, manake hapo kuna shida. Kwa hiyo ina maana unakuta mtu yuko ndani ya kanisa lakini ana ule utapia mlo, ana ile kudumaa, kwa kuto kufanyaje? Kwa kuto kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alivyo ajabu, kwa sababu neno linakuja kila siku, tunakuja mikesha, Baba anatufundisha, Baba anatuelekeza, Baba anatuombea. Kama umekuja kwa sababu ya shida na Mungu amejua mahali pa kukukumbatia, pa kuweza kukushikilia, kwamba huyu nikiondoa hii shida, maana yake hata kanisa ataacha kuja. Kumbe Mungu ametumia hiyo shida kukuleta kanisani kwa sababu wewe ni chombo chake. Mungu anataka ukae chini yake. Mungu anataka akufundishe. Mungu anataka akuelekeze. Lakini kwa sababu umeshang'ang'ana na kuomba shida yako, kuomba shida yako, kuomba shida yako, Mungu hawezi kukujibu kwa sababu bado hujabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kukupatia. Mungu sio dhalimu. Mungu amekuleta hapa. Kaa, tulia, fundishwa, elekezeka, onyeka. Mahali pa kufinywa, neno likipita umefinywa, unamwambia uko tayari. Ukifika mahali ukisha salenda kwa Yesu, ukasema ndio Bwana, ukakubali Mungu aweze kukutengeneza, ukakubali kujitenga na tabia zisizompa Mungu utukufu, Mungu anasema sasa umepatikana mikononi mwangu. Maadamu umepatikana, hayo mengine yote Mungu atakupatia. Neno la Mungu linasema mtafuteni Mungu na haki yake, nayo mengine tunafanyeje? Tunazidishiwa. Hayo mengine tunayohitaji kwa Bwana
Ukishampata Yesu, Yesu ni yote katika yote ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunatakiwa kuishi. Tufungue Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 12. Wa kwanza mstari, Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 12. Timotheo. Kuna mahali anasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Ishi hapo hapo. Biblia inasema mtu awe nini? Kielelezo kwa tabia, mienendo, usemi. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani kinywa hicho kikamwabudu Mungu, kinywa hicho kikasengenya. Haiwezekani kinywa hicho kikamwabudu Mungu, kinywa hicho kikaumiza watu wengine. Biblia inasema watu tuwe kielelezo. Bwana Yesu asifiwe. Mienendo yetu, tabia yetu, usemi wetu. Mtu mmoja akaimbaga wimbo akasema, mtawatambua kwa matunda yao. Wapendwa katika Bwana, watu walioko huko nje hawasubiri ushike maiki uweke mkutano wa injili hapo. Sawa, tunaweza kufanya hivyo, uanze kuhubiria, lakini tabia zako na mienendo zako inaweza kuwaokoa majirani. Si wanakuona unaenda kwenye misiba, si wanakuona unavyoenda kwenye shughuli zao. Sasa uko kule kwa majirani, hawajui kama una Bwana. Imetokea kuna sherehe, wamekualika umeenda, wakati wanacheza nyimbo zao na wewe unacheza nyimbo zao. Unawezaje kwenda kumshuhudia huyo mtu wakati jana alikuona? Haiwezekani. Ina maana tabia zako za kiungu hazijapata bado kufanyaje? Kudhihirika. Uko vikoba, unaongea kama wanavyoongea wao, unasengenya kama wanavyosengenya wao, unakaa barazani kwenye mizaa kama wanavyokaa wao. Tabia zako hazileti utukufu wa Mungu mahali pale. Biblia inasema kwamba tuwe kielelezo kwa mienendo yetu, kwa tabia zetu, kwa maneno yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuwe kielelezo. Wakati mwingine unaweza ukakaa hata kwenye kikao cha majirani, kwenye vikoba, sehemu mbalimbali, ukiona kuna mtu anaanza kuleta hali ya hewa ambayo itakunajisi, wewe ingiza pale pale neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anza tupanda neno la Mungu katika wale watu. Bwana Yesu apewe sifa. Anza tu. Jamani, kwa kweli mimi namshukuru Mungu. Huyu Mungu amekuwa mwema sana. Sasa wanakujua, wakati mwingine wanakujua, mimi zamani nilikuwa mlevi, lakini Mungu ameniponya ni ulevi, nimeacha kabisa. Wakati unatoa lile neno, kuna mtu pale anakesha baa. Wakati unatoa lile neno, kuna mtu mume wake anakunywa. Sasa anaamini katika Mungu kwamba akiombewa ataacha kunywa, lakini anasema hapana. Unapopanda neno la Mungu, yule mtu atakutafuta baadaye. Hebu wewe niambie, na kwa sababu si wanakujua, ni kweli umeacha kunywa pombe? Ni kweli nimeacha mwenzangu, nini? Nimeamua kuokoka. Kwa hiyo ukiokoka unaanza kunywa pombe. Karibu kanisani kwetu Mji wa Bwana. Yule mtu anakuja Mji wa Bwana hapa, neno linamfikia, tena sio pombe tu, yule mtu anaponywa na kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu anakaa kanisani, tayari umeshajipatia credit katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kila mahali tunapokaa, maisha yetu yanatakiwa kuwa kielelezo. Yaani usiingize ile mizaha ambayo itafanya baadaye urudi ndani uanze kutubu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Kuna mahali ukikaa kama hakuko vizuri, unasikia ndani yako kabisa kumechachamaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu unataka kuwafurahisha wale watu waliokuzunguka, unaona ngoja tu nivumilie, huku ndani Roho Mtakatifu anaugua. Roho Mtakatifu anaugua, unasema ngoja tu nivumilie, taenda kuomba nikiwa baadaye. Mungu sio hivyo. Ukimkana Mungu mbele za watu, Mungu naye atakukana mbele za babake aliye mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa tabia zetu na mienendo yetu, tunapokuja mahali hapa katika ibada, hatujaja kwa bahati mbaya, tumekuja kwa kusudi. Mungu huwa anatoa neno kwa wakati, na Mungu akituma neno, anatuma neno ili aponye, ili aweze kufungua. Bwana Yesu apewe sifa. Tufungue Isaya 52 mstari wa 4, mstari wa 7. Isaya
Isaya 52 mstari wa 7. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Amen. Shababu. Biblia inasema jinsi ilivyo mizuri miguu juu ya milima miguu yake aletaye habari njema. Kielelezo. Kuna vitu vingine ukiwa unafanya kutokana na tabia, yaani kuna vitu vingine ukiwa mbele za Mungu na unafanya vile anavyokuagiza, automatically hata tunachomuomba Mungu kitakuja tu. Mungu sio dhalimu. Huwezi ukamtumikia Mungu akakuacha hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema jinsi ilivyo mizuri juu milima miguu yetu. Sisi wanawake Mungu katupaga neema ya kuongea. Yaani tunaongea lakini na shetani naye katumiaga hapo. Bwana Yesu asifiwe. Adui naye kapita umomo, badala vinywa vyetu vipeleke habari njema, vinapeleka habari ni kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa miguu yetu inatakiwa kubeba habari njema ambayo ni ya Yesu Kristo. Unapotoka nyumbani, omba, mkabidhi Mungu njia zako zote, kwa sababu yeye anasema anaongoza hatua za miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Umekutana na mtu unaona haelewelewi, pale panda neno. Paulo anasema mwingine akapanda, mwingine akaja kumwagilia maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jifunze unapotoka kuomba. Kuna watu tunakutana nao. Unapokutana na mtu, hujakutana na mtu kwa bahati mbaya. Mtu anapokueleza shida zake hajakueleza kwa bahati mbaya. Anapokueleza ndani yako, mwambie Roho Mtakatifu, kwa nini huyu mtu kanieleza hichi kitu? Ina maana ndani yako kuna kitu kimemvuta. Unapomwambia namna ile, yule mtu unampandia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mpandie neno la Mungu, mkaribishe kanisani. Wewe kazi yako ni kumkaribisha kanisani na kukaa pale. Akishafika kwenye kiti pale akihubiriwa neno la Mungu, hivyo vingine vyote vilivyobakia ni kazi ya Roho Mtakatifu na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Miguu yetu ikimbilie kwenye kutenda yaliyo mema. Miguu yetu ikimbilie kwenye kupeleka habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Usiende tu kwa kubeba habari mbaya. Kama kuna kitu hujaelewa, inatakiwa umuulize muhusika. Biblia inasema miguu inayopeleka habari njema ni mizuri. Kwa hiyo tuwe wepesi wa kuweza kubeba habari njema za Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kumzungumzia mwanamke mmoja anaitwa Lydia kwenye Biblia. Tufungue Matendo ya Mitume 16. Matendo ya Mitume 16. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 13. 16 mstari wa 13. Tazama mtumishi wangu atatenda kwa busara. Endelea. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 13. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Hapa kwa wanawake weka jina la Abigaili. Tukasema na wanawake wa mji wa Bwana. Tukasema na Abigaili wa mji wa Bwana walipokutana pale kama tulivyokutana. 14. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenye Tiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokuwa kubatizwa, yeye na nyumba yake
akatusihi akisema, kama mmeniona kuwa ni mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Akatushurutisha. Ikawa alipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyowapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtume Paulo. Paulo ameenda amezunguka, kuna mahali Roho Mtakatifu alikuwa anamzuia kwamba asiende kwenda kuhubiri. Lakini wakati amefika kwenye huu mji, alienda kwanza akakaa, akawa ametoka mahali kwenda. Alipofika pale akakuta kuna wanawake wamekaa. Walikuwepo Lydia pamoja na wenzao, lakini neema ya Mungu ilimfikia nani? Ilimfikia Lydia. Na Paulo alipofika pale hakuchelewesha, akaanza kuhubiri neno la Mungu. Hiki ndicho ninachokisema katika makusanyiko ambayo Mungu anatupa fursa ya kuweza kuwepo. Yaani usikae na watu na wewe umeokoka, ndani yako una neno, ukamwacha huyo mtu hivi hivi. Hakikisha unapanda neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nina ushuhuda. Kuna jamaa mmoja na mke wake kwenye ile marriage summit, alikana kina mzee barabara. Walivyokaa hawakumchelewesha, wakaanza kumweleza habari za mji wa Bwana, wakaanza kumweleza kwa habari ya tai. Sasa yule mtu nilipokutana naye kule, akaanza, wale wazee jamani wamenipokea vizuri, wamenikaribisha nyumbani, wamesema pale kwenu kuna maombi, pale kwenu kuna tai. Umeona, tulikuwa kwenye marriage summit, lakini walikaa wakapanda neno la Mungu ndani ya yule mtu, na kitu alichokipanda ndani yake ndicho ambacho yule mtu alikuwa anakihitaji kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakupeleki mahali kwa bahati mbaya. Mungu anakupeleka mahali kwa sababu na kwa kusudi lake maalumu. Bwana Yesu asifiwe. Umesafiri huko kwenye basi, umekaa na mtu pembeni, usianze kupiga stori ambazo zitakunajisi, kwa sababu mtapiga stori wewe, mwisho wa siku mpaka unaanza kumkosesha Roho Mtakatifu ndani yako. Umekaa na mtu hapa kwenye siti, nyamaza kimya, anza kunena kwa lugha kimya 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 kimya. Yule mtu ataanzisha story, lakini mwisho wa siku atapita, lakini atabanwa mahali kwenye kona, mahali ambapo wewe ambaye una Mungu wa kweli utampatia msaada, utamhubiria neno. By the way, anakuja kushuka, lile neno halitaondoka ndani yake. Hata kama hatakuja mji wa Bwana, umepanda mbegu ya uokovu, umepanda mbegu ya kumtoa mtu kutoka kwenye tatizo kwenda kwenye tatizo lingine. Yule mtu atashuka, yule mtu atakukumbuka maisha yako yote. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu huwa halipotei. Neno la Mungu kwa kweli huwa halipotei. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu Lydia akahubiriwa habari za uokovu, akaokoka. Huyu dada akafunguliwa. Wakina Paulo wakati hawajui kwamba wanaelekea wapi, wakapiga injili, huyu mwanamke akaokoka. Alipookoka huyu mwanamke, akawachukua Paulo na mwenzio akaenda kuwahifadhi kwenye nyumba yake. Akatoa nyumba yake, wakina Paulo akaanzia ibada pale. Huyu mwanamke alikuwa ni mfanyabiashara. Kama alikuwa baharini, naona alikuwa ameenda kupunga upepo beach. Mwanaume Paulo akaingia, akasema hapa akapanda mbegu. Akawachukua kina Paulo, wakaanzisha pale injili, wakafanya neno la Mungu. Hata Paulo alipowekwa ndani, Paulo na Sila, baada ya kutoka gerezani, huyu Lydia alimchukua Paulo pamoja na Sila, akawapeleka nyumbani kwake. Aliweza kuwahifadhi na kuwatunza watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika maisha yetu, kitu tunachojifunza kwa huyu dada Lydia, tunatakiwa tuwe watu wa kujidhabihu na kujitoa. Unajua huyu Lydia alikuwa ni mataifa, kahubiria injili. Tuseme alikuwa ni mchanga kiroho. Ina maana unataka kuniambia kwenye ule mji wote kulikuwa kuna watumishi wa Mungu? Kulikuwa kuna brigade ambao wameokoka? Walikuwepo. Kilifanya huyu Lydia hiyo siku asukumwe kwenda hiyo sehemu na Paulo asukumwe kwenda hiyo sehemu ni kitu gani? Ndio hiki ninachokisema kwamba Mungu hakutanishagi watu kwa bahati mbaya. Mungu anakutanisha watu kwa kusudi, lakini ukiwa unatembea na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu dada akajidhabihu, akajitoa kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Kama tunavyokuja siku ya Jumapili na mawindo yetu kwa
kwa ajili ya kupeleka kwa watumishi wa Mungu. Kuna huyu dada mwingine anaitwa Dorcas. Dorcas ni mwanamke au ni Abigaili aliyekuwa amejawa na matendo mema. Dorcas alikuwa ni kielelezo cha tabia za kiungu ndani yake. Kazi ya Dorcas tunaijua watu wote. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa akiwahudumia wajane. Unapokuwa umeokoka, unatembea na Mungu, Mungu kuna vitu vingi atafanya. Kuna watu wako nyuma yetu, kutokana na tabia zetu na mienendo yetu tumewafungia milango. Mtu hawezi kumfuata mtu fulani kwa sababu nikimfuata mama fulani jamani atafanya moja mbili. Watu wanaogopa. Lakini Dorcas alijawa matendo mema, alikuwa mtoaji, akahudumia wajane. Mungu anapokuambia toa kitu sahihi, unatakiwa kuwa mtii. Alafu Mungu akikwambia ufanye kitu fulani sasa hivi, hakuambii mbele atakufanyia kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia tu toa. Jamani, Mungu mbona ndo ninayo hii jamani, sina hela, afu mambo mengi, nadaiwa hiki, nadaiwa hiki, nadaiwa. Yaani unajipa sababu nyingi. Mungu anakuambia ukitulia, anakuambia chukua hiyo, peleka. Jamani, Mungu mimi niko pale kanisani jamani, michango jamani, tumetoka Summit, tumetoka hiki. Yaani una kila sababu za kueleza mbele ya huyu Mungu. Ukitulia, anakuambia chukua hiyo, toa. Unazunguka jamani, Mungu mbona jamani mimi unaona hiki, nadaiwa vikoba, nafanya hiki, watoto shule, mwezi wa 7 nalipa term nyingine, ninafanya hivi. Ukitulia, kwa sababu lazima utarudi tu. Si unaenda kumshukuru kwa ajili ya kulala. Unapoanza tu, Baba katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya usiku wa leo. Tunalala tunajifunika kwa damu ya Yesu. Unasikia sauti kwa mbali, chukua hiyo, peleka. Katika jina la Yesu nasimama kinyume na sauti ya uovu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Unalala usiku, unaanza kuota kama uko baharini vile, umepanda milima, umeshuka nini. Baba katika jina la Yesu nasimama kinyume na kila roho zinataka kuniporomosha. Ninazikataa, ninaziharibu. Rama shakata, rama sayakata. Wakati umezama umetulia, ndo unasikilizia. Nilikwambia ile chukua, toa. Baba katika jina la Yesu. Unachukua kwenye zile, unamega kidogo, unapeleka. Ndani huku umechukua ile kidogo, kuna goma. Nimekuambia chukua yote, peleka. Huyu Mungu jamani. Unajua Mungu akikwambia kitu, bora tu utii kufanya. Kwa sababu hiyo uliokuwa nayo, hata ukibaki nayo, kwa mahitaji uliokuwa nayo, bado haitoshi. Haitoshi. Bwana Yesu apewe sifa. Haitoshi. Kwa ni bora kumtii Mungu kwa maumivu, ukaamua kwenda kujidhabihu. Wewe unafikiri ni kazi rahisi? Dorcas kukaa hapo, sijajua kama alikuwa na cherehani au alikuwa na nini. Anashona tu nguo za wajane, anatokea mjane mwingine huko Kimara, mwingine. Yaani inaonekana unajua wajane wana tabia moja, kisha nenda kwa fulani, nenda kwa fulani. Kwa ina maana walikuwa ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi aliyokuwa anaifanya hiyo. Sio kitu ambacho ni rahisi. Na kama alikuwa anafanya hii kazi, maana kuna majukumu yake mengine alikuwa hawezi kuyafanya. Lakini ndio mshangae Mungu wa ajabu. Dorcas anakuja kufa. Dhabihu yake na sadaka yake iliweza kumwokoa. Dorcas anakufa, wale wajane wamesimama na yale mavazi. Wakasema Mungu haiwezekani. Huyu dada ametushonea mavazi. Kwa ina maana utoaji wa Dorcas ulikuwa umefungamana na ile vita ya mauti iliyokuwa mbele yake. Asingetoa Dorcas angekuwa shakufa siku nyingi. Hata hii historia kwamba Dorcas alikufa, wajane wakalia, wakafufuliwa kwa sababu ya sadaka zake, isingekuwepo. Unapozuia kutoa vitu vya Mungu, kuna vitu vingi sana unazuia baraka ya Mungu. Unapambana vita hiyo miaka nenda rudi. Roho Mtakatifu akusemesha kwa habari ya kutoa, hutoi. Kumbe kufunguliwa kwako kupo kwenye kutoa nini? Kutoa dhabihu yako ambayo Mungu aliweza kusema. Bwana Yesu asifiwe.
Unapambana vita, Roho Mtakatifu anasema na wewe kwa njia ya ndoto. Unaona vitu vya ajabu, unaishia kutuma meseji kwa baba, siji unampingia mchungaji Sesi, wanaomba watumishi wa Mungu, wanafanya nini? Inapokuja saa anakuambia kwamba hiyo sio ya kwako, itoe, unakuwa utoi. Kwa ina maana miaka nenda rudi, utasimama kwenye vita hiyo kuendelea kupambana. Kumbe fungamana, ungetoa ile zabihu, vita ile ungeachilia madhabahuni, Mungu angepigana. Unataka kwenda mbele za Mungu, Mungu akutetee. Maombi mengi. Na wapendwa, tunajua kuomba, tumekalili mistari. Baba, katika jina la Yesu, siku ya mawindo, Baba, sema na moyo wangu, ninaleta sijui nini, ninafanya sijui nini. Priska nakupigia simu, tunaomba hela chakula. Sina, afu mimi sikujua mapema. Ukikaa tatoa kidogo. Kuna vita inakukabili, Mungu anakuambia toa, achilia hiyo, unione kama mimi ni Bwana wa vita juu ya maisha yako. Unakuwa mkaidi, hujui kama Mungu unayemwabudu ni Mungu wa wote. Hiyo hela uliokuwa nayo hapo, ingetokea ghafla umeumwa ukaambiwa kupelekwa India, jiulize, ingekutosha? Ifike mahali tukate shauri mbele za Bwana, umwambie Mungu, si mimi ninayeishi tena, bali ni Kristo ndani yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Umwambie Mungu, si mimi ninayeishi, bali ni Kristo ndani yangu. Mungu sio dhalimu. Hii Biblia ina wanawake wote. Ina wanawake waliofanya vizuri, ina wanawake waliofanya vibaya. Lakini sisi kama Abigaili ambayo Mungu ametusaidia, ametuweka chini ya mafuta haya ya huyu baba yetu, tunatakiwa kutenda vyema na sahihi. Kwa dhabihu na sadaka zetu zinatupigania, zinatutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Umekaa miaka na miaka, Mungu kaleta kabisa mume wako ndo huyo hapa kakuonyesha, na dalili zote zimeonekana kama huyu wako hapo. Mnajua kuna mtu anayependa kitu kibaya Kila mtu anapenda kitu kizuri. Abigaili, siwasikii jamani. Haleluya. Haya nawafundisha ni maisha yangu. Niliandaa jumbe hizi 2. Afu kila baba akipita anapita kote. Roho Mtakatifu tunafanyaje tena? Lakini Jumapili Mungu akaniambia, yale nilokufundisha na kuelekeza akamwambia, na huu ndio ufunguo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini singesimama mwaka jana nikahubiri kwa habari ya Abigaili? Kwa nini singesimama mwaka wa nyuma uliopita? Lakini Mungu akaleta kwa wakati. Mungu ni wakati, ni nyakati na majira. Bwana Yesu asifiwe. Unataka mme mzuri, umeandika vile unavyovitaka. Mama, nikitaka mme kama fulani, ninataka. Kabla hujataka mme wa fulani, nenda kamuulize siri ya mafanikio yake. Walinzi wa madhabahu ndo wanajuaga siri. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mwanamume mzuri unayemtaka, kazini kwake pia kuna wanawake. Akipanda daladala anakutana na wanawake, akitembea barabara anakutana na wanawake. Sasa mwenzangu, kitu gani kinachomshikilia huyo baba mpaka aje kwako? Aje asema kwamba binti zote, lakini wewe umewazidi wote. Kipi? Ukiambiwa kutoa bahili. Lakini tunaangalia wanawake waliojizabihu na kutoa maisha yao, jinsi Mungu alivyowatetea na kuwapigania. Bwana Yesu asifiwe. Omba, unang'ang'ana. Mungu kashasema kwa sauti ya unabii kutoka kwa mtumishi wake. Leo tena kaleta neno, huyo ni wa kwako. Pambana, upambani mikono mitupu. Wakati wewe unapambana mikono mitupu, huyo unayepambana naye, kuna mwingine naye anamtaka, anaenda kwa babu, anatoa sadaka, anatoa dhabihu. Sasa unategemea hapo nini? Hata ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Unatekwa na wenye nguvu. Mambo ya Mungu sio marahisi. Sio marahisi kabisa. Inagharimu mkono wa Mungu. Inagharimu kujikana. Umeshaona ni wa kwako Baba, katika jina la Yesu. Hii ndio inakuja Abigaili yenyewe. Unamwambia Mungu, hapa natoka na muujiza wangu. Natoka na muujiza wa mwanamume.
natoka na kitu. Unafanya kitu ambacho ni tofauti na siku zote unavyofanya. Chukua sadaka yako, weka kwenye bahasha. Tunakuja kwenye mawindo mwaka kwa mwaka, unaweka dhabihu yako pale, umeinenea. Kama ni kufunga, umefunga hapo na kuomba, unafungua jioni wakati tunakula chakula. Uone Mungu kama hata kujibu. Vitu vingine sio kwa nguvu wala sio kwa uwezo, bali kwa Roho wa Bwana. Unaomba maombi mengi, kifika muda wa kujidhabihu, mwambia njoo una hiki, alafu nataka Mungu akupe. Huyu Mungu sio dhalimu, sio dhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Funga, omba, jizabihu. Unajizabihu kiroho, unajizabihu kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Usikubani mambo ya Mungu. Yaani Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Nguvu ya maombi, nguvu ya kutoa. Unamwambia Mungu, kama huyu ni wa kwangu, nitatoa, nitafunga, nitaomba, tabandikiwa mikono, nitajizabihu. Huyu ni wa kwangu, lazima nimchukue. Bwana Yesu asifiwe. Ashikwi mtu. Imefika mahali wapendwa, tunachezewa chezewa. Unaenda kwa mchungaji sisi. Mchungaji nilikuwa naye, kaenda mchungaji sisi ni mama, yani mama. Niombe. Mchungaji anakutia moyo. Mwanangu kuombe. Wanaume njoo tuombe mwanangu. Anakuombea pale. Anakuja wa pili. Mama nimepata tena, tuombe. Afu kwa mchungaji sisi kwenye unaenda mikono mitupu. Nani kuambia ndio kwa watumishi wa Mungu mikono mitupu? Unaenda mikono mitupu kwa walinzi wa madhabahu. Matatizo mengi. Unaenda tena, mama nimekuja. Mama anakuambia piga magoti. Atafanya kwa sababu ni mchungaji, lakini vitu vingine unatakiwa kujiongeza. Bwana Yesu asifiwe. Mama nimekuja. Sadaka yangu. Mama, mwanangu piga magoti. Baba katika jina la Yesu. Yaani akiita Baba katika jina la Yesu, sadaka imenena. Baba mtazame mtumishi wako. Mwanaume hajajibu message siku 3. Ukitoka tu kwa mchungaji sasa unakuta message, mama kajibu message. Lakini ukitoa usiache kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio siri. Wenzetu wanatoa dhabihu nyingi, wanajidhabihu kweli kweli. Tunaishi huko, tunafanya biashara, tunajua hivi vitu. Mungu amesema usiende kwa watumishi wa Mungu. Kuna mahali moja hivi ilikuwa ni Sauli, usijua baraka kama utapata huo mstari. Si ni Sauli, si ni Samueli. Kuna punda alipotea. Alipopotea yule punda, wakatafuta yule punda. Lakini kusudi lilikuwa sio punda yule kupotea. Mungu alikuwa na shida na yule mtumishi wa Mungu pale. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wametafuta yule punda, wamemkosa. Biblia inasema walikuwa na rafiki yake. Yule rafiki yake akamwambia kuna mahali kuna mtumishi wa Mungu. Kama tumetafuta huyu punda, badala ya kurudi kule, ngoja twende kwa mtumishi wa Mungu, tukaona atakachotueleza. Yule rafiki alikuwa mzuri sana, akamshauri, tunaenda kwa mtumishi wa Mungu. Sasa tunaendaje? Tuna nini? Yule mwenzi akasema tumebakiwa sio na mkate, sio, akamwambia twende. Wakaenda. Yule mtumishi akapata. Yule mtu akapatikana mikononi mwa Mungu. Akarudi. Kurudi kule kwa alikuwa ni mtumishi wa Mungu tayari. Bwana Yesu asifiwe. Point yangu iko hapa. Yule rafiki yake alimwambia tuna nini mikononi? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kanuni ya kiroho kabisa. Ni kama umekaa Dar es Salaam miaka mingi, unasema unaenda kumsalimia mzazi wako, unaendaga mikono mitupu. Umekaa Dar es Salaam mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, unaenda mikono mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Hauendi mikono mitupu. Kwa hiyo kila kitu ambacho anakifanya kwenye maisha yetu, anafanya kwa sababu maalum. Wakina Lydia walijidhabihu. Ukisoma kwenye ile Marko 14 mstari wa 3, utamkuta yule mwanamke. Tuisome hiyo Marko. Marko sura ya 14
Mstari wa 3. Naye alipokuwapo Bethania nyumbani mwa Simoni mkoma ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibwete cha marhamu ya nado safi ya thamani nyingi, akakivunja kibweta, akaimimina kichwani pake. Bwana asifiwe. Umemwona yule mwanamke akaenda na mafuta. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema akaenda na nini? Lakini katika wale anasema palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao, wakisema, kwa nini kupoteza manamu ya namna hii? Huyu mwanamke kasikia Yesu, akaenda kwa unyenyekevu, akaenda akavunja lile chupa. Biblia inasema ni mafuta ya bei ya gari. Akaenda akampaka Yesu kwa nywele zake, ishara ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Usimzoe mtumishi wa Mungu siku moja. Mafuta ambayo ya heshimu hayawezi kukutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke akaenda akajitoa, akamwaga mafuta yake pale, mpaka wale watu waliokuwa wamemzunguka Yesu wakaanza kusema ndani ya mioyo yao, wakaanza kuona kama ni uharibifu. Lakini huyu mwanamke, huyu Abigaili, alijua kitu gani anachokifanya. Hakuna mtu anaweza kwenda mbele za Bwana kwa dhabihu hakaweza kutoka kama alivyokuwa. Dhabihu huwa inaongea, dhabihu huwa inanena, dhabihu huwa inafungua, dhabihu huwa inarejesha. Yaani unakwenda unatua mzigo wako pale, mbwa unamwechea Yesu msalabani, wewe unaondoka mwepesi. Ukishatoa wewe ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ondoka. Yesu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue kwenye kitabu cha Luka. Sijasema kichwa cha somo wala sitaji point. Pale Roho Mtakatifu akiniambia acha na acha, kwa sababu sitaki kutegwa kwa maneno ya kinywa changu. Nikasema pointi 13. Kwa kichwa cha somo Biblia inasema ndio yenu na iwe ndio, hapana yenu na isiwe iwe hapana. Kwa hiyo sitaki kutegwa kwa maneno ya kichwa changu. Kichwa cha somo kinaitwa uthamani wa mwanamke, uthamani wa Abigaili ndani ya kanisa. Nazungumzia Abigaili waliojua thamani ya kukutana na Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Yule dada akaenda kwa unyenyekevu mkubwa, akaenda ni kama leo usikie Yesu anapita. Sijajua alikuwa anazungumza nini, lakini tuambia tu alivuta mafuta akapaka kichwani akaanza kupaka. Alikuwa na mzigo mzito, akaanza kumimina pale maisha yake. Ana mizigo mikubwa, ana vita aliyopambana. Kuna mambo mengi yanayokuhangaisha, yanayokutesa. Mwambie Mungu imefika mwisho. Jumapili tunakuja kwa mawindo. Ninaleta uzao wangu madhabahuni pako. Jumapili tunakuja kwa mawindo. Ninaleta ndoa yangu mbele zako. Jumapili tunakuja kwa mawindo. Ninaleta biashara yangu mbele zako. Jumapili tunakuja kwa mawindo. Bwana Yesu, tazama hii vita niliyopambana kwa muda mrefu, ninaileta mbele zako. Kwa kuwa Mungu umesema hutakuwa adui wa adui zangu, hutakuwa mtesi kwa wala nitesao. Baba, nimeleta madhabahuni pako. Inene ile dhabihu yako unapoileta mbele za Bwana. Tunapopiga magoti na kuweza kuombewa, wawe achilia hapo. Ninakwambia hivi, utakuja kutushuhudia hapa. Utakuja kutushuhudia. Kuna vitu huwa vinatokea kwenye maisha ni kama fursa. Hujui kama tena mwakani Abigaili itakuwepo ama haitakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini itakuwepo kwa jina la Yesu, na tutafanya zaidi makongamano, watu watalala hapa, watakuwa watafanya mambo makubwa. Yesu asifiwe. Kuna vitu huwa ni fursa, Mungu akikupatia usiichezee. Hii inakuja mwaka kwa mwaka.
Unakuja tunafanya mwaka kwa mwaka. Ndani ya huo mwaka sasa hivi tuko ndani ya miezi 6, mwezi wa 7. Na unajua unapopeleka dhabihu mbele za Mungu, tafakari Mungu. Toka mwezi wa kwanza, mwezi wa pili akakutetea, akakuhifadhi. Kuna tulitoka kanisani tukakuta kuna ajali, lakini wewe Mungu amekulinda. Mwambie Mungu asante, ninakuja kwa sadaka yangu. Kuna vitu vingine bila Mungu hatuwezi, na hatufanyi hivyo kwa sababu tunamuomba Mungu. Tunafanya hivyo kwa sababu tunajua Mungu ni yote katika yote juu ya maisha yetu. Kuna watu wamelala hawawezi. Laiti Mungu angeweza kutufungua macho yetu, tukaonyeshwa vita na mapambano na mishale ambayo adui zetu wanaotutendea, alafu Mungu anatuitamia, Mungu anatuficha. Tungefanya zaidi ya vile. Bwana Yesu asifiwe. Tungefanya zaidi ya vile. Kuna siku nimeamka, nilikuwa sina hela. Bila nilikuwa naisubiria kwa hamu. Sikila nikienda nakaribia kupata, nagoma. Sasa inapokaribia kuja nisha ipangia bajeti kabisa, nikasikia ndani yangu, chukua hiyo hela yote, chukua hiyo sadaka, nenda kaitoe. Nikamwambia nikaitoe? Nikasema hivi, nikaitoe kwa sababu gani? Nikamwambia hapana, usi Mungu. Nilikaa wiki nzima niko nazunguka kwa sababu sina. Alafu ndo nilikuwa naitegemea hije kwenye mikono yangu, nimeshapanga bajeti zangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikatii. Kwanza nikashika peni na daftari, nikaanza kupiga bajeti. Nikamwambia Mungu, unadai shilingi ngapi vile? Naongea hivi, nazungumza naye kwa sababu kuna vitu vingine anapokusemesha huwa ni vigumu. Kwa akili za binadamu hauwezi. Hata kuomba wakati mwingine hauwezi, kwa sababu unaona ile sauti sio sauti ya Mungu, ni pepo. Lakini Biblia inasema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, usidanganyike. Nikachukua peni na karatasi, nikaanza kupiga mahesabu. Tunadai shilingi ngapi vile? Nikipiga mahesabu, nikimfika mwisho vinavurugika na kwa sikumbuki tena. Basi namwambia nitakupa elfu, nitakuongezea na kidogo. Wakati nafanya kuoni sasa huko na chachama. Baadaye nikasema hapana, ngoja tu nitii kwa maumivu. Nikaweka kwenye bahasha, nikamwambia haya, nimeshafanya ulivyokuwa unataka. Naongea hivi. Nikamwambia haya, umeshafanya ulivyokuwa unataka. Nikaiweka. Siku ya Ijumaa kulikuwa ni mkesha wa watenda kazi. Nilikuwa ni mkesha mwezi wa 6 ule wa mwisho. Watu waliokuwepo kwenye mkesha waliona Mungu jinsi alivyonitetea na kunipigania. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliokuwepo kwenye ule mkesha waliona Mungu jinsi alivyonitetea na kunipigania. Ndani ya juma lile kama Baba alivyosema, utasikia na kuona kwa macho yako. Watu wamebeba sadaka, wameenda kutoa kwenye madhabahu. Watu wametoa dhabihu, wameenda kutoa kwenye madhabahu zao. Ukiwauliza nimewakosea nini? Hakuna. Ukiwauliza kwani kuna kitu mnanidai niwape? Hakuna. Yaani jinsi tu hivyo ulivyo tu. Ni vita kwa adui zako. Ukivaa vizuri ni vita, ukipaka mafuta ni vita. Wengine wanajifanya kupigia simu, wajua unaendeleaje? Naendelea, hata kama umebanwa naendelea vizuri. Ni vita. Lile juma walikosea, kwa sababu wakati mimi nimetii, nimefanya Jumapili, Ijumaa ilikuwa ni mkesha wa watenda kazi. Nimekuja hapa, Mungu alinihudumia kwa jinsi ya ajabu na tofauti. Lile wiki ambalo walitakiwa kurudi kwenda kutoa kile walichoambiwa, tukaingia kwenye majira ya juma. Kwa hiyo wakanikuta niko kwenye nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakafika kule, mambo ya kabuma. Nilirudi, nilimshukuru Mungu kwa machozi. Aliponiambia nitoe,
Hakuniambia kama kuna hiyo vita. Aliponiambia nitoe, sikujua chochote, ila niliweza kutii. Nilimwogopa Mungu, nikamwambia Mungu asante. Yaani kiwango changu cha imani kikazidi kupanda. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo inaitwa nguvu ya kutii. Sasa wewe, ni kitu ambacho tunafanya mara moja kwa mwaka, na hata kama sio mara moja tu kwa mwaka, kuna mengi ambayo Mungu anakutaka kutendea. Ulienda ofisi, tunaendaga kwa machozi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendaga kwa machozi, tu anaomba, Mungu anakutendea, unajikabia. Mnakumbuka wale wakoma walioponywa Mnakumbuka wale wakoma? Biblia inasema alirudi mmoja. Unapoenda kwa sadaka ya shukrani, huwa kuna maongezeko. Mungu anakuamini kwa kiwango kingine tena. Biblia inasema aliye mwaminifu katika dogo, Mungu atamwinua katika lilo kubwa. Kama Mungu amekwambia uchukue huyo mbuzi umpeleke kwa ajili ya dhabihu na ukakataa, unategemea Mungu akuamini kukupa ng'ombe? Haiwezekani. Utakaa hapo, utatengenezwa hapo mpaka ufike unyooshe mikono usarende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe ndio unayekuwa unajicheleweshia nini? Kwa nikaweza kutilile jambo, kunitetea, Mungu akaweza kunivusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu anapofanya, anasema kwamba utakapojitenga, Mungu anasema nitakufanya kuwa chombo cha heshima. Kwa hiyo unakuta kuna vitu tuna struggle sana hapa. Tuna struggle. Wewe kila ukija, sawa, kupeleka mahitaji mbele za Mungu sio kitu ambacho ni kibaya. Lakini utamu wa vita, upigane mpya kila siku. Vita kwa sababu haitaisha. Leo inakuja, kesho inakuja, lakini Biblia inasema tunashinda na zaidi ya kushinda. Hatupaswi kupigana vita moja kwa mwendo wa muda mrefu. Unapofika mahali wewe mwenyewe binafsi umechoka, unakuja kwa dhabihu yako siku ya Jumapili, kama Ana alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Nilibarikiwa na ule ushuhuda ule mama alihubiri ile siku ya Abigaili taifa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba siku ya mawindo, alivyotoa yale mawindo, alikuwa anakaa nyumba ambao haimpi Mungu utukufu. Baada ya yale mawindo, yule mama anasemaje? Mungu alimpa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Akasema Abigaili nyingine, tulikuwa tuko Chalinze, wakati anashughulika na mambo ya Mungu, amejidhabihu kule, anasema Mungu alirejesha ndoa yake. Wapendwa katika Bwana, tusizoee uwepo wa Mungu. Mungu hazoeleki. Mungu hazoeleki kabisa. Yaani anasema yeye ni yule jana la tani. Yeye anadumu wa kuaminiwa. Anadumu wa kuaminiwa. Hii ya kufa kwa sababu tushazoea. Mwakani tunaenda tunaenda hivi. Yaani zile ratiba tunazo. Kwa mtu anaamua kufanya kwa mazoea. Wakati unafanya kwa mazoea, unapishana na muujiza wako. Mungu anataka aje kwa kiwango kingine. Wewe unajifinyilia, hutaki kujiachilia mbele za Bwana. Na hivyo tunapokuja katika nyumba ya Bwana kwa ajili ya kumwabudu, ni Jumapili, ni Jumatano, hatupasi kuzoelea uwepo wa Mungu. Ushaona wakati mwingine wa kuabudu, unajua wakati wa kuabudu Mungu anashukaga pale, anashuka. Wakati mwingine unaweza ukafunguliwa hata kabla hujabandikiwa mikono. Unashangaa unamwabudu Mungu, Roho Mtakatifu anashuka, anagusa maisha yako. Roho Mtakatifu anasema na wewe. Yaani ni lile wingu ambalo mimi nasemaga kama ni ibada, huwa iko pale. Ukikosea tu pale, huku kwingine kote ibada ikiendelea utasinzia kabisa. Kwa sababu tunapoanza sifa, ni kama ndo unaingia sebuleni kwa Mungu. Biblia inasema wana wa Asafu walikuwa wanasifu, malaika walishuka. Sasa unasifu Mungu afu malaika akashuka, utabaki kama ulivyokuwa? Haubaki kama ulivyokuwa. Lakini kwa sababu unakuta tunamsifu Mungu kwa mazoea. Yaani unasifu, na siku hizi ndio umetokea hizi screen. Unasifu kunaangalia yule kavaga unilile.
Screen ikiona sasa hivi ndio umetokea screen kabisa. Unasifu, unacheza. Inakuja na mzumu fulani. Na ukapendeza. Lakini ile nguo aliyovaa. Nimeacha. Naye huko kilosi biza atakuwa ameanguka. Shetani rohoni. Biblia inasema mwili unapambana na nini? Na roho. Sasa wakati malaika wameshuka, wewe uko unashangaa kwenye screen. Inapita, ina mzumu fulani. Nao watu wa media bwana wanapendelea. Wanazumu tu watu fulani kwa sababu tu wanapendezaga wao wenyewe. Watu wanasifu. Watu wametoka, wanacheza, wako kwenye anga lingine kabisa. Unaanza naye na kingo chake hicho afa anapita mbele anachofa. Huyu atakuwa na wewe ukahaba huyu. Huyu ajaza. Mwili. Unataka kuwa chombo cha heshima. Biblia inasema kuna vitu lazima uvikatae. Lazima ujitenge. Lazima ukubali kujikana nafsi yako. Ubebe msalaba wako na uweze kumfuata Kristo. Kama Yesu mwenyewe alibeba msalaba, alafu ametupa agizo na sisi kuubeba msalaba. Kubeba msalaba ni kujikana nafsi yako. Uokovu ni kujikana nafsi. Kuna vitu tulikuwa tunapenda, lakini unakuta hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi. Ifike mahali ndani ya nafsi yako umwambie Mungu, nimeamua kusalenda kwako. Wewe ni yote katika yote juu ya maisha yangu. Mungu, nimejua bila wewe siwezi chochote. Baba, najua mwili unapiga kelele, lakini Yesu ni mwanamume, ulishinda ulimwengu. Hata mimi unaweza kunishindia. Alikuwepo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unajua wanafunzi wa Yesu walimuhisi Yesu vibaya pale kwenye kile kisima. Alipokutana ule mwanamke Msamaria. Si mnakumbuka? Binadamu. Yesu amekaa, kaenda na wanafunzi wake. Yesu ameenda na wanafunzi wake kwenye umisheni wa Injili. Akafika Yesu akaona. Yesu alitazama katika roho kwamba hapa kuna mtu anahitaji uponyaji. Akawatuma wanafunzi wake kwenda kumtafutia chakula. Wale wanafunzi wake wakati wanarudi wakamuona Yesu kwa mbali amekaa na yule mrembo. Maana alikuwa mrembo, maana biashara yake alikuwa ni mwanamke ambaye anajulikana Maana alikuwa ni mzuri, mpaka kaandikwa kwenye Biblia alikuwa sio mbaya. Sasa walipomkuta Yesu kaka, wanafunzi wa Yesu wakaanza kumuhisi Yesu. Yesu kaka na yule mwanamke. Yaani kumbe ndio maana unajua hii naongeza sasa mimi. Ndio maana alituagiza chakula. Dhambi ya kuhisisi watu. Hapo kuna hilo unajua mwingine anajifanya ongei mdomoni, lakini akienda huko sirini vitu anavyoongea. Yesu shahidi. Afu nataka Yesu akufanye kwa chombo cha heshima kwenye nyumba yake. I say kaa utengenezwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kumuhisisi Yesu. Huyu Yesu ndio maana akatuagiza chakula. Yaani Yesu kasubiria tuondoka, kuja tusubirie kwanza, tusubirie mpaka mwisho wake tuone. Uzuri Yesu alikuwa anaona mpaka anaona. Huu ndio uzuri wa kutembea na Roho Mtakatifu na ukaa na macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Wanakusengenya silini. Wao ukiingia kuomba. Makatarabashatarabasayakata. Mantarapashakatarabasayakata. Asante Bwana kwa ukiendelea kuomba. Wakati umekaa au umelala, Roho Mtakatifu anakufunulia. Muone yanajifanyaga shoga yako na nayo yaongea. Hata huyu. Mbona mwili anaonekana yuko hivi? Tunaendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo wakaanza kumuhisi Yesu. Na wameshatembea na Yesu, anajua huyu ni mwana wa Mungu kabisa. Ndio maana alituagiza chakula. Ndio maana sijui nini. Yesu akatazama. Na Yesu alikuwa na majibu. Walipomsogelea wanampa chakula ile kinafiki. Yesu akamwambia,
hiyo sio kiu yangu na njia yangu. Njia yangu ni kuyatenda mapenzi ya Baba yangu. Hii ndio ilikuwa nani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Naambia kwenye uwepo wa Mungu watu wanasifu, nguvu ya Mungu imeshuka, wanaabudu. Huyu naye na maana toka ameanza kuja hapa kanisani miezi mitatu Kiswahili chake. Yaani vijana wasaje kuombolewa huyu kiroho. Yesu alisema wenye afya wahitaji tabibu, na Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Mbaya ni ile ambayo mtu yuko kanisani miaka mingapi hataki kubadilishwa, hataki kutengeneza, kwa sababu sisi tunakuwa, sisi ndo walezi wa wale watakaotoka kule kuja hapa. Kwa hiyo ina maana wale wa nje wakija wanatakiwa kuchukua tabia za kiungu ndani yetu, na sisi tuweze kuwabadilisha wale watu. Sio watu wa nje. Watu wa nje wanakuja, wanafanya vya kufanya, wanavaa vya kuvaa, wanatukuta na sisi ambao ndo wakongwe, na sisi tuko vile vile. Hicho kitu hakiwezekani. Ndio maana Mungu kwa wakati huu ameleta hili neno la Timotheo. Lazima ukubali kujitenga. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wakati nimeokoka, ule bosi alikuwa ananishuhudia, matendo yake alikuwa nivutia kabisa. Nivutia. Wakati nimeokoka nilikuwa sivai hivi. Nilikuwa na suruali. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana, nikaanza kuabudu. Nilipoingia kwenye ule mlango wa kanisa, wale watu walivyokuwa wamevaa, watendakazi walionipokea pale wamevaa, alafu wametulia, wanatabasamu, wakanikaribisha kwenye kiti, nikaanza kuhisi ule upendo wa Mungu ndani yangu. Sikufungwa kanga. Nimeenda nimevaa kijinsi, naingia mlango wa kanisa, nikakaa kwenye kiti, nikasikiliza neno, nikaondoka. Sijaambiwa kavua ile jinsi Jumapili uje ubadilishe wala nini, kwa sababu nilikuwa duniani kweli. Watu wamepanda neno la Mungu ndani yangu, saa yangu ya wokovu imefika. Nimemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hizi ndo nguo nilizokuwa nazo. Sasa nisiende Jumapili kwa sababu sina dela. Haiwezekani. Nikaenda kwa upendo, nikakaa. Lakini kitu cha kwanza kilichonivutia ni ule mtumishi mmoja hivi alinipokea pale mlangoni. Yule mama alikuwa na tabasamu nzuri, afu alikuwa amevaa kiheshima. Akaniambia karibu, akanipa kiti, nikaweza kukaa. Jumapili ya pili nikaenda. Sasa hawajanifunga kanga, hawajafanya chochote, hawajanitazama kwa yale macho ya kuona huyu kweli ni mpagani. Hawajanitazama kabisa. Nikaingia nikakaa. Jumapili ya kwanza, Jumapili ya pili nikatangazwa zoni. Mchungaji Sula anakumbuka pale kazini kwangu, natoka nimevaa kinguo, mchungaji wa zoni anapita Swila, namkimbilia, Pastor, naenda na kwapua begi lake na beba, tunaanza kwenda kwenye injili, baada za nyumba kwa nyumba. Hakuwahi kunishuhudia, mwanangu, hivyo unavovaa. Kwa nikaa nahisi ule upendo wa nani? Wa Mungu. Kilichokuja kunibadilisha ni tabia za wale watu. Nikaanza kujiona tofauti. Mbona nikienda zoni hao watu mbona ndani yangu kuna kitu kinaanza kuniambia, hata ukivaa hivyo bado unapendeza, hata ukivaa hivyo bado unaonekana mzuri. Sikubadilishwa na mtu, lakini wale watu wa siku nyingi ambao walikuwa watenda kazi, ambao walikuwa ni watumishi wa Mungu, matendo yao yakanivuta. Jamani, tukimaliza ibada ile ya zoni nyumba kwa nyumba, umsikii fulani na fulani amekaa wanasengenya, umsikii sijui kitu gani, ni ibada imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nachukua kibegi cha mchungaji huyo naenda. Siku moja hakuna mtu alinibadilisha.
nilikopa kitenge. Kitenge cha kwanza nilikopa cha kuendea kanisani, nikashona. Uko kushona kwenyewe ni unashona hii, lazima uonekane kidogo lakini sikufungwa kanga. Lakini nikienda ibadani, wale watu ambao ni watenda kazi wakinipokea, nikiangalia namna walivyovaa, nikiangalia namna wanavyonipokea kwa jicho la ukarimu, kuna kitu ndani yangu kinasema hapana, lazima uwe kama hawa. Nikaendelea kwenda kwa sababu kubadilishwa na kutengenezwa, jamani, ni mchakato, kuna maumivu. Biblia inasema chombo utakapokubali kutengwa na hao. Nikaanza kubadilishwa, nikaanza kutengenezwa, nikaanza kwenda, nikaanza kuhudhuria ibada za Jumapili. Mungu, tumekuja tunaendelea kwenye ibada. Mungu unajua, kubadilishwa kwenye maisha ya mtu ni mchakato. Ndio maana pale mwanzoni nimesema kwamba inagharimu kujikana nafsi yako na kukubali kubeba msalaba wako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mtakapojitenga na hao, zile kampani zangu zote nikaanza kuzikataa. Na Ijumaa sio, naambia siendi. Sasa nikaanza kuomba Mungu aniinulie watu sahihi. Mungu akainua dada mmoja yuko fire. Anewa hana yuko fire, akapanga chumba. Ukifunga ofisini saa 2 tu dada kasha kupitia. Mnaenda mnapiga maombi pale. Bwana Yesu asifiwe. Tabia za watu waliokuwa wameokoka ndizo zilizonivuta mimi mpaka hapa nilipofika. Mpaka leo namkumbukaga yule dada. Uso wake mzuri wa tabasamu. Hakuona kama huyu ndo kapotea kabisa, kapotea. Tunafanya dhambi za siri kwa kuwazia watu mabaya. Kumbe usijue yule mtu yuko kwenye mchakato, Mungu bado anamtengeneza. Mungu bado anamfinyanga. Yuko hapo. Sasa ukisipomwangalia kwa jicho la kimungu na kumsogeza kwa upendo wa Mungu na akavutwa na matendo yako, yule mtu tunampoteza. Biblia inasema kwamba tuvutwe. Bwana Yesu asifiwe. Vyombo vya heshima visivyokuwa na heshima. Kwa hiyo Mungu anapotaka kwanza kumtengeneza mtu ndani ya kanisa, tumempokea sisi kama watenda kazi. Tena akivaa vile, mdogo wangu umependeza leo. Mimi kuna mtu aliniambia, lakini nyumbani nilipofika kuna kengele kaanza kulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ina maana kwamba maisha yetu yanapaswa kuwa kielelezo. Usemi, mwenendo na imani iliyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Kujikana nafsi yako ni kazi. Inagharimu mkono na inagharimu neema. Kwa hiyo unaweza kumkuta uko kanisani mtu amekuja, mpokee, mweke, mpokee kwa ajili ya upendo na ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue Yeremia 18 mstari wa kwanza. Yeremia 18. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema. Yeremia 18 mstari wa kwanza mpaka 11, soma. 11, nenda mstari wa 11. Yeremia 18:11. Haya basi ukawaambie 11, neno la Mungu linasema, haya basi ukawaambie watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi, tazama ninafinyanga mabaya juu yenu na kuwaza mawazo juu yenu. Rudini sasa kila mmoja na iache njia yake mbaya, zitengenezeni njia zenu na matendo yenu. Amen. Naomba urudi mstari wa 3, 18:1 mstari wa 3. Basi
nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Endelea. Na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifanyiza tena kwa kuwa chombo kingine, kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Amen. Shalom. Biblia inasema Yesu ndo mfinyanzi mwenyewe wa maisha yetu. Sasa ili mtu kuendelea kuwa kielelezo, nimesema kwamba ni mtu unakubali kujitoa, kujikubali, utii, unyenyekevu. Ukiingia kwenye ile tunda la Roho Galatia, upendo, utu wema. Sisi ni udongo mikononi mwa Mungu. Anasema kwamba na chombo kile alichokuwa kikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifinyiza tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vema kukifanya. Kwa hiyo kuwa chombo cha heshima ni zile credit zenyewe ambazo Mungu mwenyewe anasema sasa huyu amefaulu mitihani yote. Kwa Mungu kama anakupitisha kwenye somo la utoaji na hautaki kutii, ni utakaa hapo kwenye hilo somo. Biblia anasema akiona hujakaa sawa, unafinyangwa tena. Sasa huko kwenye kufinyangwa kuna maumivu, huko kwenye kuvunjwa kuna maumivu. Sio swala tu la kukaa kwenye maombi na kumwambia Baba, kusoma mstari Biblia, Baba umesema nitakuwa chombo cha heshima, nifanye kuwa chombo cha heshima, mimi mtumishi wako, sijui nini, hunanena kwa lugha hapo. Hapana, ili ni darasa ambalo Mungu mwenyewe anakuweka. Kuna gharama ya kuacha wale ambao anakuvuta kwa mienendo ya kidunia, kwa sababu si besti zako. Si tunapigiana simu, unaongea na simu na besti yako mpaka mnajinaji sina roho bwana. Ukiondoka hapo mkame wezi atakuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana sisi ni udongo mikononi kwa Bwana. Kama Mungu mwenyewe anakupitisha kwenye darasa la kusamehe ili uwe kielelezo na kuwa chombo chake cha kufaa chenye heshima katika nyumba yake, usipofuzu hilo darasa utakapo, Yeremia anasema kwamba akiona kwamba haujakaa sawa, anachukua hicho chombo anakivunja tena, afu anaanza kukifinyanga tena. Sasa hapo kwenye kufinyangwa ndo kwenye maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maumivu mpaka lazima utoke kwenye hali ya kusamehe na kuachilia. Na suluhisho sio kuhama kanisa. Hata ukiondoka utakutana nao tu wengine huko, tena kule ndo utafinyangwa zaidi, kwa sababu Mungu ana haja na wewe. Wewe ni chombo kiteule mikononi kwa Bwana. Mungu hawezi kukutumia kama hujafikia hiyo stage ya kutokuwa na roho ya kutokusamehe. Mungu anataka ujifunze kwa habari ya kusamehe. Unajifanya unapiga kona. Mungu hapigi kona. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakupitisha kwenye utii. Ndio leo tulikuwa tumezungumza. Anajua wewe ni chombo changu. Lakini kama ukianza kushindwa kutii kwa madogo, Mungu anajua haya makubwa uwezi ukatii. Na Mungu anapokuambia kitu hauchagui kwamba hiki ni tii, hiki ni sitii. Hapana. Sasa unapofuzu ule mtihani wa kutii, Mungu anakutoa stage moja na kupeleka stage nyingine. Hapo unaanza kutengenezwa na kuwa chombo kiteule cha Bwana, cha kufaa, chenye heshima mikononi mwake. Anayotoa heshima ni Mungu mwenyewe, sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Achana na ile heshima ya kibinadamu, ile ya kibinadamu. Mungu akiamua kukuheshimisha, atakutoa kule polini, atakuleta hapa. Bwana Yesu asifiwe.
Na kwenye maisha ya wokovu kila mtu ana darasa lake ambalo Mungu anamtengeneza, ambalo Mungu anamkarabati, na huna namna unaweza kukimbia, ni mpaka uamue kutulia hapo na kuanza kutengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakukanyaga makusudi kabisa, anakukwaza, anakukwaza. Naambia Mungu, na maana mtu aone au? Afu unaambia tu kirahisi samehe. Unasameaje? Mungu kanisingizia huyu, ni kweli Mungu kasema, anakuambia samehe. Bwana Yesu asifiwe. Akikwambia samehe, sio unaanza kupita kona hizi za huku kutafuta ushahidi. Yaani ni kama kutaka kujifanya fulani hivi uonekane ni mwenye haki sana. Yaani hilo darasa lako lazima upite. Unalipewa bomu ambalo unamwambia Mungu hapana. Mbona ile nilisamehe, inaipia Mungu. Utalia, utaomba, utafanya nini? Lakini mwisho wa siku ukimaliza, ukifuta kamasi, anakuambia samehe. Mungu nawezaje kusamehe? Ikifika Jumapili unaanza kuja kanisani, ukimwona tu kile kinafanya afu kipaje muone, kumbe umemuona fulani mtakafa kwambia samehe. Bwana Yesu asifiwe. Usitafute ukishaambiwa kitu na Mungu, wewe kazi yako ni kutii. Mwambie Roho Mtakatifu, nifinyange. Mimi ni udongo mikononi mwako, nitengeneze. Dawa. Kisha mtu akikufanyia hivyo, mpeleke mbele za Mungu. Wakati mwingine hata usijiombee, muombe sana yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu linasema, ombeaneni ninyi kwa ninyi ili muweze kuponywa. Unapoomba kwa ajili ya yule mtu, Mungu pia anashughulika na roho yako. Na baada hapo ya kuvuka hicho kipimo chako, Mungu amekutengeneza, Mungu amekufinyanga. Hata mtu akukanyage wala kaujaona vile. Yaani sana mwambia shetani unipati. Hapo nilishavuka, unipati ngo. Hata mtu akwambia kitu gani amekuumiza, haumii. Unamwambia kipimo hicho mimi nilishapita. Mimi sio mchanga kilo tena. Niko kwenye utukufu mwingine. Kwa naomba uniache. Makavu kabisa, makavu. Unapita mahali wameongea sirini afu anakuja kukufikishia. Unaambia sawa, hamna shida. Unabaki tu unajiambia, si mimi ninaishi, bali ni Kristo ndani yangu. Baba, ninakushukuru kwa kunipa neema ya kusamehe na kuachilia. Ninawaombea, Baba wa rehema, Baba wa samehe. Yaani kirahisi. Biblia inasema sisi ni udongo mikononi mwake. Unaanza kufuzu madarasa ya Mungu, moja baada ya lingine, moja baada ya lingine, moja baada ya lingine. Ndio maana wakati mwingine, wakati wa ibada, ukiona mwingine analia, anapaza sauti, mwingine sio nafanyeje, usijaji. Kila mtu analala kwake. Kuna mahali mtu anapita, kuna mahali mtu anafinyangwa, kuna mahali mtu anatengeneza. Roho hii lazima, mwili ni dhaifu, mwili hautaki. Mwili unagoma kabisa. Ndio maana hata tunapomwabudu Mungu, kila mtu anamwabudu Mungu kwa staili yake. Kila mtu anamwabudu Mungu kwa staili yake. Biblia inasema aliyesamehewa sana hupenda sana. Atakavyoabudu Priska sivyo utakavyoabudu wewe. Inategemeana na Mungu alikuvusha katika lipi. Ukiangalia ulikotoka mpaka hapa ulipofika, unasema hakika wewe Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wimbo ukiimbwa, wewe ni mwema, ni mwema, wewe ni mwema, ninapoomba ni mwema, ninapolia ni mwema. Kuna mwingine wimbo haumuhusu. Kazaliwa kwenye wokovu, kakuta wazazi wameokoka, kapita mteremko. Lakini kuna watu wako kama wakina Daudi, walikaa polini wakachunga sana, wakakaa huko wakateseka sana. Sasa Mungu anapokuja kumtoa, akiimba Mungu wewe ni mwema, ule wimbo unatoka ndani ya moyo wake. Mungu kashamtengeneza, Mungu kashamfinyanga. Heshima ya Daudi inakuja kuonekana mbele za watu. Lakini kuna mahali Daudi alikaa polini kwanza kutengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kukaa kwenye matengenezo ili Mungu akufanye kuwa chombo cha heshima. Kwa tunamhitaji sana Mungu
Point yangu nyingine. Sasa utakuwa unazipanga hizi point. Nimesema sitaki kutegwa kwa maneno ya kinywa changu. Tangaza habari njema. Tumemzungumzia huyu mwanamke, huyu Abigaili. Yohana sura ya 4 mstari wa 39. Kielelezo kingine ni Abigaili mwingine wa Yohana 4 mstari wa 39. Yohana 4:39. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Amen. Anasema na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyotenda. Abigaili, uwe ni mtu wa kubeba habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Umekutana na Yesu. Yesu kagusa maisha yako. Unapotoka watangazia watu habari njema za mji wa Bwana, habari njema za uzuri wa Yesu katika maisha yetu. Huyu mwanamke, huyu Abigaili Msamaria, Yohana 4:28 mpaka 30. Alipokutana na Yesu pale kisimani, kuna mtu mmoja akasema kwamba huyu mwanamke Msamaria kwa sababu alikuwa na biashara yake ile, simeshaijua tunasomaga kitabu cha Yohana wanasema kule kijijini, sijajua kama ni kweli, mimi nilisikia mwalimu wangu alisema. Sasa kule kijijini wanaume huwa wanaoga mchana, baada ya kuwa wameshachunga nini, wanaenda pale mtoni ndo wanaenda kuoga. Huyu Msamaria alipokuwa mtungi wake, alikuwa ameshakula timing zake kwamba huu muda huu lazima nitaondoka na kitu changu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke Msamaria akaenda pale mida ya mchana. Alipoenda akakutana na Yesu. Yesu alipofika akamwanzia mbali. Baadaye Yesu akaja akampata. Yesu alipompata, Biblia inasema yule mwanamke Msamaria alitoa mtungi wake pale, akageuka, akaenda kwenye kijiji kule alikokuwa anaishi, akaenda kuanza kueleza watu habari za Yesu. Ndio maana hapo mwanzo nimesema kwamba huwezi kuwa kielelezo cha maisha ya wokovu kumshuhudia mtu kama maisha yako sio kielelezo kwa huko watu ambao hujaamini. Huyu mwanamke watu walikuwa wanamjua kwa tabia yake, walikuwa wanamjua kwa mienendo yake. Sasa alipogeuka na kuasha ule mtungi pale, akaamua kwenda kuongea habari za Yesu. Alipokuwa anaenda, hakuwa yeye tena. Aliondoka na utukufu wa Mungu. Aliondoka akiwa amebadilishwa. Ndio maana watu walimsikia kwa wingi. Kuna vitu lazima uvitoe msalabani. Huwezi kwenda kuambia watu habari za Yesu wakati umebeba ya kwako. Huwezi hata siku moja. Huyu mwanamke Msamaria akafika mahali akaacha mtungi wake, akaenda akapaza sauti. Unapokuja kwa Yesu, anatujua kuliko tunavyojijua. Kila mtu ana historia yake ya maisha yake kwa alikokuwa, lakini Yesu ametufanya hivi tulivyo kwa sababu tumekutana naye. Amebadilisha utu wetu wa ndani. Utu wa kale unaondoka. Nini kinachonipa ujasiri wa kueleza watu habari za Yesu? Kwa sababu tayari mimi nimekutana naye. Nikiwaeleza watu kwamba Yesu anaweza, ni kweli anaweza kwa sababu nimemwona kwenye maisha yangu. Nikimwambia Yesu anaweza kukupigania, ni kweli kwa sababu nimemwona akinipigania. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanamke akatoa mtungi wake pale, akaenda akaanza kuhubiri habari za Yesu. Akaenda kuhubiri habari za Yesu. Biblia inasema watu wengi walimfuata na kwenda kukutana pale na Yesu. Ina maana Yesu hakuwa na nia tena ya kulipia gharama za mikutano ya Injili. Ni mwanamke na mwanawake, vinywa vyetu vikitumika sawa sawa na mapenzi ya Mungu, tutaona mambo makubwa sana katika maisha yetu.
Yaani katika vitu tunatakiwa kumwomba Roho Mtakatifu aponye ni mdomo. Mdomo. Yule mwanamke akapokea neno, yule mwanamke akapokea ukombozi, kaasha mitungi yake hapo, aliacha ukahaba wake hapo, aliacha shida zake hapo, aliacha kila kitu chake hapo. Alivyoondoka akuwa yeye tena. Ndio maana watu ilikuwa rahisi kumsikiliza, kwa sababu tayari alikuwa kashabadilishwa, kwa sababu huko nyuma alikuwa na nembo ya ukahaba. Lakini anapokutana na Yesu akatua pale ukahaba wake, hakwenda na huo ukahaba tena, aliondoka na vazi lingine kabisa la utukufu wa Mungu. Ndio maana watu ilikuwa rahisi kumsikiliza, na wengine walikuwa wanashangaa, huyu leo imekuaje, huyu leo imekuaje? Ni kwa sababu alikuwa amebeba utukufu wa Mungu. Halijulikana kwa hizo tabia zake. Kwa hiyo tunatakiwa, kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Luka 24 mstari wa 13. Luka 24 mstari wa 13. 24:13. Natazama siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Endelea. 14, endelea. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Walikuwa wanazungumza habari za Yesu. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasitambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Klopa, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu, hata uyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akauliza, mambo gani? Akawaambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wanazungumza habari za Yesu, wanatembea wako, wanazungumza. Yesu akaenda katikati yao. Nazungumzia kitu kinaitwa mazungumzo. Maneno yetu yanaweza kuvuta uwepo wa Mungu au yanaweza kupoteza uwepo wa Mungu kabisa. Unakuja Jumatano, neno linahubiriwa, unajazwa. Ukitoka ndo unatembea hapo, unapandisha kilimo, unakutana pendo. Vipi mwenzangu, ushatoa mawindo? Bado hata sijatoa, ni mambo mengi sasa hivi nadai kwa. Yaani mambo mengi. Hawa nao wamezidi mchango bwana. Yaani siridi. Hapo umetoka kupokea neno. Vipi bwana, si unajua mambo yao bwana. Wanazungumza. Katika kuzungumza kuna kitu umekipokea cha Mungu. Mazungumzo yenu yanakuja yanaondoa uwepo wa Mungu. Mpaka ufike nyumbani umekuwa mkavu, mtupu, hata kuomba uwezi. Kwa sababu ya mazungumzo. Biblia inasema mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Linda sana masikio yako. Sio kila mtu akumpa sikio lako kumsikiliza. Vingine viache vipite, kwa sababu unalinda kila ambacho umekipokea. Unalinda neno la Mungu ndani yako. Biblia inasema mpanzi alienda kupanda mbegu, akaja yule muovu akaliiba. Muovu ni nani? Unatembea na mtu anakuja kukuwekea wazo ambalo kama Roho Mtakatifu alikuwa amekusemesha kufanya jambo fulani, huwezi kulifanya tena, kwa sababu anafisha kile kitu cha kiungu ndani yako. Yesu hawezi kuwa kwenye mazungumzo ambayo hayamvutii kabisa. Mnatoka hapo, hamjashuka ule mlima, anaanzisha stori nyingine tena.
hivi mama fulani unajua tujamuona kanisani, hatujamuona yaani unafika nyumbani kuomba uwezi, umechoka, umefanya yaani mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Uwepo wa Mungu huwa unatunzwa. Kila unachopokea, ikiwa umekuja ibada ya Jumatano, umekuja ibada ya Jumapili, kilinde. Usikubali mtu amuondoe Mungu kwenye maisha yako kwa sababu ya stress zake. Kila mtu anajua Yesu alikokutoa. Vita yako sio vita ya kwake. Wokovu wako sio wokovu wa kwake. Wewe unajuaje huyu mtu kama amekuja kanisani hapa amekuja tu kusali? Yaani amekuja tu kusali, yaani kawaida kusali. Wakati wewe moyoni mwako umekaza nia ya kumpenda Yesu, Mwokozi ndani yako umekaza nia ya kumtafuta Mungu, anakuja mtu anakupandia neno la uovu, unasikia kiroho kimeshuka, unafika nyumbani unaanza kuomba tena, na adui ni mbaya sana. Inakuja siku mtu anakuongelesha tu neno zuri, hata ana nia mbaya, adui anakuja anachipusha ile neno ambayo yule mtu mwingine alilipanda kwenye mazungumzo yenu, anaanza kukuhubiria kwamba si unakumbuka na fulani alivyokuambia ile siku? Si unakumbuka ni kweli aliniambia. Lile neno linaanza kuimba ndani yako. Yaani mtu mwingine kabisa amekukwaza, labda hata saa zingine hakujua kama amekukwaza, kakukwaza tu bahati mbaya kakukwaza. Unatembea kwenye mlima unapandisha, umetoka ibadani, neno la uponyaji limepita. Mtu mwingine kaja na stress zake huko. Yaani jamani, anaanza kukupandia ile mbegu, lile ambalo lilipokea, ule uwepo wa Mungu unaondoka katikati yako. Biblia inasema mpanzi alienda kupanda mbegu, muovu naye akaenda akapanda gugu lake. Usikubali watu kukupandia magugu. Kaza moyo wako kumpenda Bwana. Kila mtu na vita yake, kila mtu anajua Yesu alikomtoa. Sasa mtu mwingine asikuingizia ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kabisa, kwa sababu uwepo wa Mungu usipoulinda na kuutunza huo unaondoka. Biblia inasema nuru na giza havikai sehemu moja. Umepokea nuru, anakuja mtu anakutia giza. Unajua uwezi kutembea na mtu wa hivyo na ukabaki salama. Kuna mambo mawili tu. Wewe kama umejaa neno huweze kumbadilisha, au yeye kama ana nguvu kukuzidi haweze kukubadilisha. Automatically ukiwa uko na mtu wa hivyo, hata kama ulikuwa na upako wa kuomba, ukikaa naye hata lisali moja nusu saa, ukitoka hapo usikii upako wa kuomba kabisa. Hamjawahi kuonaga hiyo kitu? Yaani kuna mtu ukikaa naye ukitoka hapo paka waanze kujikusanya, waanze tena sio kutafuta nini huko. Yaani umekaa naye tu, ule uwepo wake, maneno anayokuambia anang'oa hata kile kidogo ambacho ulikuwa umeshakipokea. Kwa hiyo ina maana kubali kulinda nguvu ya Mungu, uwepo wa Bwana katika maisha yako. Ndio maana wengine unakuta kama yuko kwenye dada yuko anaweka earphone, anasikiza nyimbo zake. Hata kama pembeni yake hapa kaka kitaka kumsemesha ajipange. Yuko mbingu nyingine kabisa, kaweka earphone masikioni mwake, anasikiza nyimbo ya kuabudu. Kwa kama unaombea wako na ule mtu alikuwa anasikiza nyimbo ya kuabudu, ndani yake tayari huyo mtu kashajaa. Kwa ukitaka kuongea ile maisha yake tu ni kama nakuuliza unkuja kuniambia nini? Ondoka kwangu shetani. Unabaki nilikuwa nakusalimia mpendwa. Bwana Yesu. Yaani ndani yako tu. Bwana Yesu asifiwe. Umetoka kwenye maombi, umeshaomba, umenena kwa lugha, umemaliza. Simu ya mpendwa. Pendaga sana watu hapo kipokea. Hizo habari anazokuletea, yaani kila ulichokiomba unasikia. Bwana Yesu asifiwe. Mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Hawa watu wakaanza kuzungumza na Yesu. Yesu akatokea katikati yao. Alafu Yesu akajifanya sio Yesu, akaanza kuwauliza. Yesu akawa anawatega. Wanatembea kwa Yesu wanazungumza. Na ilikuwa ni mwendo mrefu sana. Njia yote wanazungumza habari za Yesu, wanazungumza habari za Yesu, wanazungumza
za Yesu, wanazungumza habari za Yesu. Mwisho wa siku wamefika pale kwenye kile kijiji, wakati wanaingia, Biblia inasema walivyomkaribisha Yesu, Yesu akawafungua macho, ndio akajua kama ni yeye. Kumbe tulikuwa naye. Sasa ushawahi kujiulizaga, unajua kuna uzuri wa kutembea na Mungu Kuna uzuri wa kuwa na yeye. Kuna uzuri wa kutembea na Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Hata kama zuruba zitakuja vipi, ndani yako unakuwa unamsuli, unamwambia Mungu, haijalishi hili linapita, Mungu ninajua nitavuka tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unakubali kupandiwa mbegu za mazungumzo mabaya. Huo msuli unautoa wapi? Na umetoka kumwabudu Mungu, kupandia la kwake. Biblia inasema kila mtu atabeba furushi lake. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu unatunzwa. Uwepo wa Mungu unalinda. Baba, nataka kuwa chombo cha heshima, mimi mtumishi wako, sijui nini. Haijagi hivyo. Ni kukubali kujitenga, ni kukubali kujikana, ni kukubali kubeba msalaba wako, mimi na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye mchakato, manake hapo inahitaji neema ya Mungu. Manake kama Yesu anakufinyanga kwa habari ya kinywa, mazungumzo, yaani neno lako kiamko na unapotoka, mwambie Roho Mtakatifu, weka hapa na kwenye kinywa changu. Manake mimi naongea mpaka nakosea. Roho Mtakatifu, weka mgojezi kwenye kinywa changu. Weka mgojezi Roho Mtakatifu. Mwanzoni itakuwa shida, afu baadaye unajua, ukishaanza kuona muomba Roho Mtakatifu hivyo, ukikosea tu Roho Mtakatifu acheleweshagi. Unasikia ndani yako umekosa, kuna element fulani vitawaka. Unajua hapa nimekosea. Ukirudi utatubu, anaanza kutembea na wewe, anaanza kukutengeneza, anaanza kukufinyanga. Baadaye unakuja kuwa ni mtu wake mwingine kabisa, chombo chake cha heshima ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wanawake watangazao habari njema, hao ni jeshi kubwa. Unakuwaje jeshi wakati utangazi habari njema za Yesu? Ukiwa jeshini ukisema siri za kambini kule, ni unatakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu au changamoto, unapopita wakati mgumu, usiache kuomba, kuja ibada katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mpendo amekupigia simu, ni kwa sababu ule upendo wa Kristo ndani yetu na ule moyo wa familia tuliokuwa nao sisi hapa. Kwa hiyo ukiona mpendo amekupigia simu upatikani, Bwana Yesu asifiwe, sija kuona kanisani, nipo tu. Tunajua upo, lakini sija kuona kanisani, bwana nimekupigia. Au sijali mtumishi, tuko pamoja, najua tuko pamoja, ndio maana nimekupigia simu. Unajua unapopitia changamoto, usikae peke yako. Adui ni rahisi mno kukumaliza na kukuhubiria vitu vingine kabisa ambavyo hata havipo. Kwa sababu gani? Unapokuwa uko unapita kwenye changamoto fulani au jaribu fulani, adui naye bwana atainua mpendo momo ndani. Mbona unakuulizia sana upatikani mwenzangu? Yani mimi nilijua tu. Kumbe hivyo vitu havipo kabisa. Sasa kwa sababu unapita kwenye changamoto na majaribu, ndani yako unaanza kuona kama kanisa zima linakusema, kanisa zima likupendi, kanisa zima limekutenga. Kumbe hivyo vitu havipo kabisa. Ni kwa sababu kuna ule mwovu tu alikuja akapanda mbegu mbaya ndani yako. Na jaribu huwa ni baya. Hata kama unapita sirini, kuna wakati unaona kama kila mtu anajua. Kumbe hata watu hawajui kabisa, hawajui. Ila ni wewe tu, kwa sababu hujakubali kukaa na Mungu, kuomba pamoja, tuabudu pamoja, unaanza kujiona kama kila mtu anajua. Unapopita changamoto, unapopitia majaribu, usikae peke yako. Tunapokaa pamoja kama hivi, tunatiana joto. Tukikuona tunafurahi, tunaombeana. Lakini pia unatiwa nguvu na unajengewa msuli mpya.
Kuna wakati ukipita jaribu au changamoto hata kuomba huwezi. Lakini unapokuja kama hapa, kwa hiyo ina maana kama ulikuwa umesimama hapa, adui amekubania hapa kwa maombi, kwa kuabudu, kwa kusifu, unajikuta umetoka ibadani, ulikuwa sehemu hii hapa, unaenda sehemu ya pili. Ukija tena Jumapili, umekuja umeabudu, umemsifu Mungu, unasikia umetua mizigo, unasikia ni mwepesi, unatoka sehemu hii hapa, unakuja sehemu hii hapa. Mungu anazidi kukufanyia mlango wa kuweza kutoka kwenye hiyo jaribu na kwenye hiyo changamoto. Kwa usikae peke yako. Sisi ndo ndugu zako wapendwa katika Kristo, moyo wa familia. Siji kwa sababu fulani kanikoa tumekosa kanisa zipi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapopita katika changamoto na majaribu, usikae peke yako. Ndani usijitenge. Bwana, tuzungumzie jicho la ukarimu. Abigaili ni jicho la ukarimu. Wafalme wa pili 4 mstari wa 11. Tunazungumza kwa habari ya mwanamke Mshunami. Wafalme wa pili, Wafalme wa pili Wafalme wa pili 4 mstari wa 11. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake. 13. Endelea. Mstari wa 13, akamwambia sema naye sasa, tazama wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana? Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mshunami, Abigaili Mshunami, alikuwa ni mama yuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa hana mtoto. Na maana kama alikuwa yuko vizuri, ana pesa, maana yake aliweza kufanya vya kufanya hapa katikati ili tu apate mtoto, lakini haiwezekana. Muujiza huu Mshunami ulikuwa kwenye kuwatunza watumishi wa Mungu. Unataka kuniambia kwenye ule mji kulikuwa kuna watumishi wa Mungu wote wale? Walikuwepo. Na mtu anapotafuta mtoto huwa anahangaika sana. Kama ni kwa waganga ataenda, kama ni kanisani ataenda, kama ni kwenye maombi ataenda. Yaani kama ni kuhangaika, najua alihangaika mpaka ikafika mahali mume wake ni mtu mzima, kwa sababu walikuwa na uwezo, walikuwa na maisha mazuri. Lakini siku moja hao watumishi wa Mungu wakawa wanapita, Mungu akamfungua macho, akaona kwa jicho la tofauti. Akamwambia mume wake, nasema wanaona kwamba ni watumishi wa Mungu. Alipowachukua wale watumishi wa Mungu na kuwahifadhi kwenye nyumba yake, maana wale watumishi walikula, walikunywa, ni kila kitu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya wale watumishi kwenda kuhubiri Injili. Wakati wale watumishi siku wamemaliza huduma wanaondoka, yule mwanamke hakwenda kwa wale watumishi kuambiwa kwamba niombeni sina mtoto. Wale watumishi wakamwita yule mama, akatendewa mtoto. Muujiza wa huyu mwanamke Mshunami ulikuwa pale alipopokea wale watumishi wa Mungu, pale alipohudumia watumishi wa Mungu, pale alipotoa kwa ajili ya watumishi wa nani? Wa Mungu. Na asingetii kila alichokiona,
na kusikia ndani ya moyo wake, yule mama asingepata mtoto. Ndio kile nilichokisemea mwanzoni. Kuna vitu unaweza kuwa una struggle sana, unahangaika sana, unapambana sana, unaomba sana. Vitu vingine tunapofuata fursa kama hizi za kuja mbele za Bwana kwa dhabihu zetu kwa ajili ya kuleta mawindo mbele za Bwana, hivyo vitu huwa ni fursa. Andaa dhabihu yako nzuri, funga pale na kuomba, mwambie Mungu, ninakuja na dhabihu yangu kwa ajili ya vita hii. Mungu, naachilia madhabahuni pako. Bwana ukanijibu, Bwana ukanitendee, Bwana ukanionekanie. Mungu sio dhalimu. Yeye anasema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Aliyetenda kwa huyu mwanamke Mshunami ni Mungu, anaweza kutenda hata leo. Anaweza kutenda, anaweza kutenda. Ishu nakuja ndio kama nilizungumza, kuzoelea vitu vya kimungu. Vitu vya kimungu havizoeleki. Vitu vya kimungu, Mungu atupe neema Abigaili wa kuwa na jicho la tofauti. Mungu, kwa nini mwaka huu imekuja haya mawindo? Ukiwa umenipa uzima, ukiwa umenipa afya njema, nikiwa siko hospitali, ninajua Mungu kuna jambo unataka kufanya. Baba, niambie unataka nifanye nini kwa ajili ya mwaka huu? Roho Mtakatifu anasema, Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anasema, muujiza huu mama ulifungamana na pale alipokaribisha watumishi wa Mungu, alipohifadhi watumishi wa Mungu. Acha kusikia sauti ambazo zinanena kinyume na hizi habari. Angalia watu ambao ni watoaji, huwa hawakaukiwagi. Unaweza kawa ni muombaji, sio mbaya kuomba. Unaweza kawa ni muombaji, unafunga 30, unafunga 40, unafunga siku ngapi, lakini kama sio mtoaji, kuna wakati unaona kama mbingu zimefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa muombaji mtoaji, yani wewe ukikanyaga tu gia, ni mambo yanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na jicho la kuona mambo ya kimungu kitofauti. Tunasoma habari za Samueli, habari za Ana. Alikuwa anaenda, na saa zingine kwa sababu mume wake alikuwa anampa hela na maisha yake mengine, ikifika muda wa kwenda kumwabudu Mungu anachomoa tu hapo, anaenda. Baba, katika jina la Yesu nimekuja kukuabudu. Huko Mungu anaangalia akaunti yako, anaangalia mpesa yako. Mungu anakutazama. Ana huyo alikuwa anaenda kwa Mungu. Mungu, nimekuja kukuabudu. Tunapigaga magoti. Tunakuaga wengi siku ya mawindo Jumapili. Tunakuaga wengi kweli. Anakuja mbele za Mungu. Mungu, nimekuja kukuabudu. Akaenda mwaka mwingine hola, mwaka wa pili hola, mwaka wa tatu hola. Siku hiyo Hana alipokata shauri ya kuamua kwenda kumwabudu Mungu kitofauti, Mungu alimuonekania. Jifunze kuangalia mambo ya kimungu kwa jicho la kimungu. Usizoelewe Mungu, usimzoee Mungu, usione kama hii ni kawaida. Unajua watumishi wa Mungu wanaweza wakaishi hata usipotoa mawindo, kwa sababu ameajiriwa na huyu mwenye enzi wa kila kitu. Mungu aliye mpaji wa vyote anaweza kufanya zaidi. Lakini inapotokea kwetu kama hivi, hii ni fursa, unatakiwa kuichangamkia. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa kuichangamkia, acha kufanya kawaida. Kuna vita inakusumbua, fanya kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa kielelezo kwa Mungu. Tunapaswa kuwa kielelezo kwa kumtolea Mungu mienendo yetu, tumwabudu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tuache kuangalia vitu vya kimungu kwa mazoea. Huyu Mshunami asingewahifadhi wale watumishi wa Mungu, asingepata huu muujiza wa mtoto. Kuna baraka nyingine huwa zimefungamanishwa na utoaji wako. Kuna maombi mengine hautaomba kwa kustrago, kwa sababu we unatoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unatoa.
Bwana Yesu asifiwe. Mwabudu Mungu, mwabudu Mungu, mwabudu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tusimame. Tutakwenda mbele za Bwana kwa kumshukuru Mungu